Watu wengi wanaamini biashara huanza kwa pesa, lakini ukichunguza kwa makini, biashara kubwa zilizofanikiwa duniani hazikuanza na mtaji mkubwa. Zilianza na uwezo kumfanya mtu mmoja aseme niko tayari leo kulipia. Kwa hiyo swali sio una pesa kiasi gani. Swali, kwa nini mtu akulipe hata kabla hujawa na biashara kubwa? Ukipata jibu la swali hilo, labda tayari una mtaji kuliko unavyodhani. Kila siku mamilioni ya watu wanailisha ndoto kwa sababu moja tu, sina mtaji. Wanakwenda benki, wanarudi na hapana. Hakuna garanta, hakuna collateral. Wanasubiri akiba kubwa, wanasubiri siku watakapojisikia wapo tayari. Lakini wakati wanasubiri, kuna watu wanaanza na kile ambacho wanacho. Tofauti yao si kwamba wana pesa nyingi. Tofauti yao ni kwamba wameelewa kile ambacho kufundishwa shuleni. Mtaji hauanzi kwenye akaunti ya benki. Mtaji unaanza kwenye thamani unayoweza kuiunda. Kwenye video hii nitakuonesha njia 4 halisi za kupata mtaji wako bila mkopo wa benki. Si nadharia, ni ramani ya vitendo. Na mwisho nitakuonesha kuwa mteja wako wa kwanza ndiyo mtaji wako wa kwanza. Na hizi ndio njia 4 zitakazokuwezesha kupata mtaji wako bila mkopo wa benki. Njia kwanza, mtaji, njia ya ujuzi. Kabla hujatafuta pesa, jiulize una ujuzi gani? Kitu gani hasa unaweza kukifanya? Tatizo gani hasa unaweza kulitatua? Kwa sababu mteja ulipia solution na sio cheti chako. Njia ya pili, mtaji, njia ya wateja. Kabla hujatafuta bidhaa nyingi, anza na kutafuta watu ambao wako tayari kununua, kwa sababu mteja aliyethibitishwa ana thamani zaidi kuliko bidhaa inaendelea kukaa dukani. Njia ya tatu, mtaji, njia ya mahusiano. Huwezi kuwa na kila kitu. Unaweza kufahamu mmiliki, mwenye mtandao, mwenye pesa na mwenye bidhaa. Unaweza kuunganisha thamani hizi na biashara ikaendelea bila ya mkopo. Njia ya 4, mtaji, njia ya mzunguko wa pesa. Na hii ndio njia ambayo watu wengi hupuuzia sana. Jaribu kupata hoda kwanza, alafu faida irudi kwenye biashara, kwa sababu biashara inakuwa na mzunguko mkubwa wa pesa na sio ukubwa wa mkopo. Fikiria mfano mmoja. Kijana aliamua kuuza calculator na laptop kwa wanafunzi wa vyuo. Hakuanza na mtaji mkubwa, hakuanza na maghala. Alianza na oda 3 za mfano. Faida yake kanunua bidhaa 10. Faida yake ya bidhaa 10 ikanunua bidhaa 20. Mwaka mmoja baadaye ana mtandao mawakala takriban vyuo 11 bila kukopa senti moja benki. Mtaji wake haukuwa akiba kubwa. Mtaji wake ulikuwa mzunguko sahihi wa pesa unaorudia tena na tena. Watu wengi huuliza napataje mtaji? Lakini wafanya biashara wakubwa huuliza swali tofauti kabisa. Nawezaje kutengeneza thamani ambayo watu wako tayari kulipia leo? Swali hilo moja hubadilisha kila kitu, kwa sababu ukianza kufikiria kuhusu thamani, pesa huanza kuwa matokeo na si mwanzo. Lakini hapa tuambiane ukweli, hakuna njia mkato hapa. Hakuna njia haihitaji kazi, hakuna njia haihitaji uvumilivu. Hakuna benki inayokopesha nidhamu, ubunifu au uwezo wa kuuza. Mambo hayo lazima uyajenge mwenyewe. Suluhisho rahisi, badala ya kusubiri mtaji mkubwa, anza kujenga uwezo mkubwa. Tafuta njia moja kati ya hizi 4, anza na uchuzi. Pata mteja mmoja, toa huduma bora. Faida yake rudisha kwenye biashara na rudia mchakato huo tena na tena. Hapo ndipo biashara kubwa duniani zilipoanzia. Na kama njia hizi 4 zimekugusa, andika kwenye comment neno mtaji, nami nitakutumia mwongozo kamili wa hatua kwa hatua namna kuanza kutoka sifuri. Fuatilia Shule ya Biashara, kwa sababu hapa hatufundishi namna ya kutengeneza pesa pekee. Tunakufundisha namna ya kutengeneza thamani ambayo pesa hufuata.